Kwa hiyo sasa tukienda kwenye historia ya huu mzozo, na nyinyi kama wanafunzi ambao ni wachambuzi, kwamba ni vizuri kuweza kuelewa yaliyotokea Mashariki ya Kongo. Sasa ni vizuri kujua historia yake na chanzo chake. Manake ikitokea kwa mfano vita inayoendelea, kila mtu he. Lakini kila mtu mimi nawauliza mlikuwa wapi? Mpaka hii inafikia hapa. Kwa hiyo mimi niwaambie, kwa vile ni wanafunzi, na najua of course mtayapata kwenye Google, lakini tunapoongelea Kongo na ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini Kongo yenyewe, kwanza nchi yenyewe ni kubwa. Mfaki wanaambia katika ukubwa wa eneo lake ni kubwa zaidi, ni kubwa kuliko nchi zote za Afrika. Pengine Algeria inasogea pale na Sudan, lakini baada ya kuwa na Sudani ya juu na chini eneo limepungua. Unajua ukubwa wa eneo la DRC, Michael, ni milioni 2.3 square kilometers. Unajua ni kubwa sana. Tuko sisi 900 nani. Na sisi tunaambiwa sisi kwa vile 900,800 ni kwamba ukichukua nchi za Jumuiya ya Mashariki ukiziweka kwenye Tanzania zinaenea. Lakini Kongo utaweka nchi za Afrika Mashariki, utaweka na za Europe, ndio inafanya Kongo moja. Ya pili, ina watu, idadi ya watu wanakadiria, maana sio kama kuna census kama kwetu. Maana idadi ya watu ni zaidi ya milioni 100 na kitu. Sisi tunakwenda. Maana sasa hivi tuko 63 na 67. Lakini ya tatu ni nchi ambayo imejaliwa utajiri mkubwa wa madini, wa rasilimali. Lakini pia ni nchi ambayo inapakana na nchi 8. Na hizi nchi ukichukua za East Africa, ukachukua za SADC, kwa sio zote, ukaweka Congo Brazzaville, Central African Republic, ukienda paka chini Zambia, zote zinapakana na Kongo. Na sisi of course tunaweza kama 8. Lakini lingine ni kwamba ukienda kwenye historia ya Kongo, tangu wamepata uhuru, kwa kweli ile nchi haijawahi kutulia. Na hii nimewapa vile vibwagizo muweze kujua kwa nini Kongo haitawaliki. Moja, ni kubwa sana. Na wakati walipopata uhuru, kama mmesoma kuhusu Patrice Lumumba. Patrice Lumumba alikuwa waziri mkuu wa kwanza na alikuwa pigania sana mpaka kupata uhuru. Nisahau pia historia ya Kongo kwamba ilikuwa ni koloni la Ubelgiji. Mfalme King Leopold wa wa Belgium aliamua kwamba Kongo ni private property yake. Alikuwa anaendesha kama ni mamlaka yake. Sasa hiyo nayo iliacha historia ya Wabelgiji. Sasa baada ya uhuru, Lumumba akasema kusudi nchi itawalike, inabidi tuwe na mfumo ambao itakuwa centralization system, lakini decentralization hata itakuwa ngumu. Na wengine wakafikiri anaanza federation nini. Kwa hiyo wakampinga sana. Na kutokana na kumpinga na nini, kwa hiyo ikatokea sintofahamu mpaka lile jimbo la Katanga. Sasa hivi tunaongelea mashariki ya Kongo, lakini matatizo yalianzia Katanga. Katanga ilitaka ijitenge. Na hiyo nayo sema kwamba ukisikia kwamba ina
madini, na hiyo sehemu ya Katanga is a mineral rich province. Kwa hiyo wakina Shombe wale wakataka wajitenge. Sasa Lumumba kutaka hiyo, akaenda kusimamisha hiyo secessionist movement. Yaliyomkuta wengine ni historia. Manaka aliondolewa, akakamatwa, akauawa, mwili wake ukachomwa, kifo chake ndio kimekuja kuletwa juzi. Na walikuwa wanamfanyia hivyo wakati wa Belgiji. Wanaangalia na wenyewe ndio fact waliosimamia hayo mauaji. Kwa hiyo wakaweza kumsaidia Mobutu kuipindua hiyo nchi, ndio Mobutu akachukua. Sasa hapo Mobutu alivyochukua Kongo, akabadilisha jina, akaita, nani anajua? Iliitwa nini? Kwa hiyo akaita Zaire. Na maana yake, kama mtaangalia historia, wakati wa utawala wa Mobutu ulikuwa of course utawala wa mabavu, na alikuwa anaangalia Kongo na Zaire aliyoita Zaire, ile inayoenda kuanzia Kinshasa na kwenda magharibi. Huku mashariki akujali. Na ndio maana baada ya muda alivyoona kwamba kumbe wale wa mashariki wengi ni eti ni Watusi, walikuwa naitwa Banyamulenge, akaamua kusema kwamba hawa tunaondokana nao na waondolea uraia Banyamulenge. Na hao wa Banyamulenge ndio hilo tatizo sasa linaonekana mpaka leo. Basi of course baada ya kusema anaondoa uraia, sasa wale mashariki ya Kongo wakaambia haiwezekani. Kwa hiyo ndio unaona hizi nchi zinazotajwa zikaingilia kuhakikisha kwamba utaondoka. Na kweli kawa vita, wakaingia mpaka Kinshasa, wakamuondoa Mobutu mwaka 97 hiyo. Alivyoondolewa Mobutu, akaingizwa, nani anakumbuka? Desire Laurent Kabila. Akaingia, mnamkumbuka alivyokuwa kiingana? Kwa hiyo akachukua nchi. Mobutu akakimbia. Sasa halikuishia hapo. Alivyoingia Kabila tu, akaonekana kama amewageuka wale waliomsaidia kuchukua manchi. Akawageuka Rwanda, akawageuka Uganda. Akasema sasa of course nimeshachukua nchi, mniache. Sasa ikatokea vita ya tatu ya kumuondosha. Kwa hiyo hiyo inaitwa vita ya tatu ya Kongo, lakini ikawa kama vita ya tatu ya dunia. Manake Uganda, Rwanda wanapigana, zikaingia nchi za SADC, zikasema hatuwezi kuruhusu. Kwa hiyo zikaingia Namibia, Zimbabwe, Angola kutaka kumsaidia Kabila asiondolewe. Kwa hiyo ikaenda mpaka sasa SADC, nchi za SADC zikaingilia na Umoja wa Mataifa ukaingilia kutaka mazungumzo. Kwa hiyo kama mnakumbuka, mazungumzo yakaenda Lusaka. Wakati ule Rais Chiluba pamoja na nchi hizi Zambia, Zimbabwe, Angola zilizohusika, Namibia. Kwa hiyo wakakubaliana kuachisha mapigano, na ikakubalika kwamba Umoja wa Mataifa ulete jeshi la kulinda amani, peacekeeping force, ambayo kama mnaofuatilia ndio ile inaitwa MONUSCO. Limeitwa tangu 2003 kuleta amani Kongo. Lakini swali ni kwamba, je, kumekuwa na amani? Sasa hapa ndio tulipo. Baada ya Umoja wa Mataifa kuingia, wakaweka mpango, wakasaidia kuleta mpango wa kuweza kuwa na katiba mpya, kuwa na mchakato wa uchaguzi. Lakini pia mnajua alipoondoka Laurent Kabila,
mwanae Joseph Kabila akachukua, alikuwa jeshini. Kwa hiyo kuanzia 2003 kukawa na serikali ya mpito chini ya Joseph Kabila. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ukasaidia kuorganize uchaguzi. Uchaguzi ukafanyika 2006 kwa mara ya kwanza. Ukawa kuna uchaguzi. Maana wakati wa Mobutu mpito kulikuwa kuna uchaguzi. Kwa hiyo angalau ikaonekana sasa Kongo itatulia. Wamechagua. Sasa wakati inaendelea, bahati nzuri Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikuwa mwenzetu Kofi Annan. Akasema jamani, kusudi Kongo itulie na kanda ya maziwa makuu itulie, lazima tuanze mchakato wa kuleta amani, lakini tufanyie huko. Akikumbuka mauaji ya kimbali ya Rwanda mwaka 94, jumuiya ya kimataifa ilishindwa kusimamisha mauaji hayo. Kwa hiyo Kofi Annan akasema tuliaibika, lakini sasa kwa vile kuna hii notion ya African problems, African solutions, regional problems, regional solutions. Kwa hiyo akasema tuipeleke huko, kusudi nchi za kanda ya maziwa makuu, viongozi wa kanda ya maziwa makuu, vijana, wanawake, wazee, kila mmoja awe sehemu ya mchakato wa amani. Ihusishe kila mmoja. Kwa hiyo mchakato ukaletwa huku, na Tanzania kama kawaida tukaombwa tuwe wenyeji wa huo mchakato. Na wakati ule ulikuwa Mheshimiwa marehemu sasa Benjamin Mkapa. Akasema sawa, tunachukua hilo jukumu, njoni Dar es Salaam. Kwa hiyo mwaka 2004 nchi zote za maziwa makuu za Afrika, ulimwenguni wote ulikuja Dar es Salaam. Wanasema it was a ground breaking summit, haijawahi kutokea mbali na Umoja wa Mataifa na African Union. Nchi zote zilikuwa hapa. Bahati nzuri kama huyu alivyosema, nimekulia Wizara ya Mambo ya Nje, nikawa nimeteuliwa kuwa mratibu wa huo mchakato wa amani wa maziwa makuu. Sasa tukiwa hapa, na ni mara ya kwanza kwamba nchi za Rwanda, Uganda, DRC na nyingine zinakaa meza moja. Mpaka waandishi wa habari walikuwa wanaangalia vipi wanaongea. Kabila, Museveni, Rais Museveni, Kagame wanaongea kweli? Na kweli wakaona kwamba hii ni initiative nzuri, msituamlie, tuamue wenyewe. Tunajua matatizo yetu, tuachieni tuyaweze kuyanani, dadavua na tukama hapo na solution. Na kweli kama hivyo walivyo wanapokutana sasa hivi, wakakutana wakakama hapo na azimio la Dar es Salaam. Azimio la Dar es Salaam liliangalia kila eneo ambao liona kama ni chimbuko ya matatizo yaliyo Kongo na kanda yetu. Matatizo ya utawala, matatizo ya rasilimali, matatizo ya vikundi vya waasi, matatizo ya wakimbizi, yani kila eneo liliguswa. Na baada ya hapo wakasema commitment sasa. Tunaazimia kwamba tutasimamia utekelezaji wa maazimio yetu, lakini tunataka na sisi tuwe na charter. Ile ya UN inaitwa kwa Kiswahili ni ile tunaitaka UN charter. Lakini mwalimu, tuwe na regional charter on peace, security, stability and development of this region. Very comprehensive. Kwa hiyo ndio wakakutana Nairobi 2006 chini ya uwenyekiti wa rais naye marehemu Rais Kibaki. Wakuu wote wa nchi walikuja.
pamoja na wale wengine wanaosupport, wakaweka saini kwamba kuwa na sisi tuwe na chata yetu ambayo inajumulisha yote yaliyokubalika Dar es Salaam. Kutokana na hiyo, wakiwa Nairobi wakaambia tusiondoke, maana tukiondoka hapa nani atafuatilia utekelezaji wa hati iliyokubaliana. Kwa hiyo tunaamua kwamba tuanzishe secretariat yetu ya Maziwa Makuu ambayo itasimamia utekelezaji wa hati iliyokubaliana. Kwa hiyo sasa issue ikawa secretariat iwe wapi? Wengi wakasema kwa vile Tanzania mstari wa mbele ingekuwa hapa. Si tukasema jamani na wengine, lakini tukasema ikiamuliwa sawa. Kwa hiyo kukawa na mvutano. Kongo wakasema wote mnakutana hapa kwa ajili yetu. Makubaliano haya yameanza na matatizo ya Kongo. Rwanda akasema tusingekuwa hapa ingekuwa sio mauaji ya kimbali, genocide in Rwanda. Ndio maana tuko hapa na tumekubaliana never again, we never again see genocide in our continent or in our... akasema kwa nini mimi nisiwe mwenyeji wa hii? Zambia akasema kama nilivyowaambia, yani mazungumzo ya mwanzo yalifanyika Lusaka. Zambia akasema na mimi niko tayari, na mimi naweza nikahost hii secretariat. Baadaye Burundi akasema jamani, pamoja na matatizo yangu, lakini sijawahi kugombana na nchi yoyote huko. Sina matatizo na nchi yoyote. Sijawahi kupigana. Akasema wengine sitaji walishapigana, mimi sijawahi. Na matatizo yangu mwenyewe tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa nini sije Burundi? Basi ikabidi mkutano wakutane wenyewe, wakuu wa nchi wenyewe. Walivyotoka sisi tunasubiri nje. Wanasema unasubiri ule moshi wa pop. Tujue katika nchi 5 hizo wameamua ipi. Ndio wakaja kurudi wakasema tumekubali itakuwa Bujumbura. Makofi. Haya sasa nani sasa ataanzisha hiyo secretariat? Nani atakuwa katibu mkuu wa hiyo secretariat? Sijakaka Mheshimiwa Rais Kikwete ananipelekea akasema tumeamua ni wewe. Yani mimi. Kwa hiyo na hapa hiyo historia kwamba mkisikia mkereketwa Oswana ndio kwa yalikoanzia. Sasa ikaamuliwa tukitoka hapa, we Balozi Mulamula, kituo cha kwanza ni Bujumbura. Tunataka baada ya miezi 6 iwe imesimama, taasisi iwe imesimama. Wewe miezi 6 unafanyaje? Bahati nzuri Rais naye ni marehemu wa Zambia, Mwanawasa, akaambia please tusije tena tukafanya huyu mama akahangaika kwenda kwenye nchi zinazotetea matatizo, zinatuletea chokochoko kuomba pesa. Tukubaliana hapa tumpe pesa ya kuanzisha. Akasema mimi naweka kiasi fulani na wengine wote. Kwa kweli ikawa watu wamehamasika, nikaenda Bujumbura, nyingine yote ni historia. Kwa nini nilikuwa naeleza haya? Kwamba moja iliyoweza kuunganisha hizi nchi ni kutokana na kuona kwamba kwa kweli matatizo yetu tuyafanize wenyewe. Lakini ya pili ni kwamba uwezi kusema nitamaliza matatizo ya Kongo peke yake. Maana kama wanavyosema Kongo ikipiga chafya wote tunapata mafua au vice versa. Au kama nani huyu philosopher, political philosopher Frantz Fanon aliandika kitabu Wretch of the Earth. Kama unakijua. Wakati kwenye kitabu chake anaeleza kuhusu matatizo ya ulimwengu na Afrika in particular. Akasema angalieni the map of Africa ilivyo. Jamani angalieni ramani ya Afrika imekaaje, si hivi? Kama ukiwa unafunza kwa mfano question mark siko hivi. Kwa hiyo akasema the map of Africa is shaped like a pistol
na the trigger is in DRC. Aliyasema mwaka 2061. Lakini tukaona kwamba ukisema tu shughulike na DRC, is spill over effects zinagusa nchi zote. Kwa hiyo ndio maana ikaamuliwa hii International Conference on the Great Lakes ihusishe nchi zote, kwamba to have a sustainable solution you need to have a regional approach. Na kweli Mwalimu Secretariat kaianzisha, tukaipeleka kila baada ya miezi 6 ilikuwa ipiti. Tunakutanisha mawaziri, wakuu wa nchi. Mimi nilikaa pale miaka 6. Hakuna siku au miezi 6 iliyopita bila kukutanisha. Haina kutanisha vijana, wamama, tukia kitushinda, tunaitisha wakuu wa nchi. Kwa hiyo kwa kweli ilifanya kazi. Kwamba kubwa zaidi ni kwamba kulikuwa na ownership. Kila mtu anaona huu mchakato wangu unanihusu. I have a role, I have a responsibility, I have accountability. Lakini pia inclusivity, wanasema it left no one behind. Na ilikuwa kwa mfano wakati kuna summits. Unajua summits nyingi kwa sasa hivi nyinyi mkienda wote mtakuwa nje. Lakini ya Great Lakes wote mlikuwa mnaingia. Academic, civil society, the women, the youth, na wana address the summit na kutoa message zao na mapendekezo yao. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Lakini kama knowing Congo again ikalipuka tena. Ikalipuka tena baada, kama mnamkumbuka, yule Laurent Nkunda akataka kuchukua Congo, Eastern Congo, na alikuwa anakwenda. Kwa hiyo 2008 ndio kulikuwa na CNDP, baadaye itakuja ndio ikaja kuzaliwa M23 baadaye, lakini tukaingilia kati. Mnakumbuka wakati ule mzee Mkapa na mzee Obasanjo wakawa sasa facilitator kuhakikisha kwamba Kongo haimegeki. Na mimi of course wakati nikiwa maziwa makuu naandamana nao, naongea na Nkunda. Na wakati ule of course DRC wakaenda Kongo, wakaenda SADC kuomba msaada. Tukapeleka majeshi, intervention brigade ya Tanzania, South Africa na Malawi, kaweza kusukuma wakatulia. Lakini sasa ikafikia makubaliano ya 2009 tarehe 23 Machi. Unajua 2023 imetokana na mkataba wa tarehe 23 Machi 2009 uliosimamiwa kina mzee Mkapa na Obasanjo, kukubali kwamba hizi unaita vikundi vya waasi Kongo, mkubali kwamba hawa ni watu wenu, wale ambao ni wanajeshi waingie kwenye jeshi la taifa, wale ambao wanataka siasa waunde chama cha kisiasa, wale ambao hawawezi wawe resettled, na wale ambao wanataka kurudi Rwanda warudi. Kwa hiyo mkataba ulikuwa mzuri sana ule. Lakini sasa utekelezaji wake, tuliokubaliana yote hakuna iliyotekelezwa. Kwa hiyo ndio ikarudi CNDP, ilikuwa CNDP wakati ule, wakamfukuza kwa Laurent Nkunda, wakaunda sasa M23. Inatokana tarehe hiyo ya makubaliano ya 2009. Kwa hiyo wakasema yote mlio tuliokubaliana kutingia. Kwa hiyo tunaingia msituni. Kwa hiyo wakaingia tena 2012. Tukaita tena, wakaitwa Uganda. Jamani. Uganda ikawashinda. Ikaingilia Umoja wa Mataifa. Wakati huo mkakumbuka Rais Kikwete akaambia wa Rwanda, jamani, hivi kundi inabidi muongee navyo akueleweka. Kwa hiyo mimi hapa ndio tulipo. Kwa hiyo kila makubaliano ya kukubalika, usimamizi wa implementation haupo. Lakini pia kule tulikoanzia kwamba DRC ni nchi kubwa. Ukienda Eastern DRC, mimi nimeenda sehemu zote, Ruchuru, Bunagana, Masisi, ni miles and miles. Huwezi kuona hata kituo cha polisi, huwezi kuona chuo kama hiki, hakuna. Ni vikundi vya waasi vinapora madini, hakuna governance at all. Ukitoka Goma 50 kilometers, hata 5 kilometers inaishia hapo. Kwa hiyo ndio maana masuala sasa ya kuaddress ni hayo.
kwamba waisaidia hata DRC, waisaidia kujenga jeshi. Maana jeshi lile lina vikundi vya militia, wengine waliotoka Zaire wakati ule, yani sio jeshi ambalo liko professional. Leo mtu anakuwa general hajai kusomea. Kwa hiyo ndio maana nasema nimewapa hii kusudi mjue yanayokabili sasa. Mazungumzo yanayoendelea sasa hivi. Asanteni sana. Asante. Na kushukuru mpe Dr. hapo. Kwa faida ya wale ambao wanatufuatilia kupitia online TV tofauti, nimeambiwa tupo live kupitia The Chanzo. Tupo na mjadala kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ukumbi wa Theater 1 hapa, na tunazungumza kuhusiana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Mzozo ambao unahusisha Kongo na kikundi cha waasi cha M23 ama M23, lakini pia mataifa jirani ikiwemo Rwanda na Uganda yamekuwa yakiingizwa kwa mbali, lakini sana sana Rwanda ikitajwa zaidi. Dr. karibu, kwa sababu Balozi Liberata Mulamula